Mpendwa, ninataka nikutie moyo. Sijajua unapita kwenye jambo gani gumu ambalo linakuumiza kwenye maisha yako. Ninataka nikwambie hivi. Mama mmoja kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka mstari wa 7, mme wake alikufa. Lakini mme wake alikuwa na madeni. Sasa wale waliokuwa wamekopa au alikuwa wamemkopesha mme wake wakaja kuchukua watoto. Yule mama alikuwa kwenye mazingira magumu sana, anadaiwa, lakini watoto wake wanahitaji kuchukuliwa. Mama ndani hana kitu chochote, alikuwa na mafuta tu. Mungu alivyo wajabu, alimleta Elisha kwa yule mama, na kupitia Elisha yule mama alipata mafuta mengi, akayauza, akalipa deni na mengine akayatumia. Katika dunia hii usikate tamaa. Pale unapofikiri haiwezekani, Mungu ana njia nyingi za kukutengenezea majibu ya shida yako. Ndiyo watu watakucheka, ndiyo watu watakudharau, watu watakuona hufai. Nataka nikwambie, yuko Mungu wa kukuletea mtu kama Elisha wa kukupatia majibu ya shida yako. Ni ombi langu upate destiny helpers, watu watakao kushika mkono. Katika dunia hii Mungu ana watu wengi wa kukusaidia. Pale unapoona giza, kuna nuru mbele yako. Pale unapofikiria kwamba haiwezekani, Mungu ni Mungu kwa yasiyowezekana. Jipe moyo, songa mbele, mtazame Mungu, yote yatawezekana. Waswahili wanasema waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wazungu wanasema it's not over until it's over. Wazungu wanasema the best is yet to come. Ni swala la muda tu, hakuna tatizo la milele. Mungu akubariki sana. Songa mbele, muamini Mungu, mtazame yeye. Ushindi ni mkubwa kuliko matatizo, katika jina la Yesu, amen.